أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu. Tumemaliza darasa iliyopita kuhusu masala ya damu ya hedhi na nifasi na istihadha. Leo tutataja kuhusu mambo ambayo ni haramu kwa mwenye hedhi na nifasi kuyafanya. Akasema wayahrumu bilhaidhi, na ni haramu kwa mwenye hedhi, wa nifasi na nifasi, thamaniyatu ashyaa, mambo 8 haramu kwa mwenye hedhi na nifasi, mambo 8 kuyafanya. La mwanzo shekhi anasema as-salatu, swala, kuswali. Manake haruhusiwi mwenye hedhi na nifasi kuswali kipindi cha hedhi na nifasi. Wasaumu, na kufunga vile vile haruhusiwi kufunga. Wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani pia haruhusiwi. Wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani pia haruhusiwi mwenye hedhi pia haruhusiwi. Wa massul mushafi, na kugusa msahafu. Wa hamluhu, na kubeba pia haruhusiwi yote. Wadukhulul masjidi, na kuingia msikitini. Wadukhulul masjidi, na kuingia msikitini pia ni haramu kwa mwenye hedhi, haruhusiwi. Watawafu, na kutufu. Watawafu, na kutufu al-Kaaba pia haruhusiwi, kwa sababu kutawafu ni kama nini? Ni kama swala tayari hapo kama ilivyokuwa haruhusiwi kuswali, na kutufu vile vile haruhusiwi. Anasema rawa al-Hakim sahahu an Ibn Abbas, ameipokea Imam Hakim na ameisahihisha kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala qala Rasulullah sallam, inna at-tawafa bil baiti mithlu as-salah, hakika kutufu katika nini? Al-baiti al-Kaaba, mithlu as-salah, mfano wa swala. Kwa hiyo kule ni haramu kuswali na vile vile kuharamu kutufu. Tunaendelea kwenye kitabu chetu. Walwat'u, na kufanya tendo la ndoa pia haruhusiwi. Walwat'u, na kufanya tendo la ndoa. Mwenyezi Mungu anasema fa'tazilu nisaa fil mahidhi, basi jitengeni na wanawake fil mahidhi, wakiwa katika hali yao ya hedhi. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, wala msiwakaribie mpaka watuharike. Tunaendelea kwenye kitabu walistimta'u bima baina surrati warukba, na kustarehe sehemu ambayo baina ya kitovu na magoti mawili pia hairuhusiwi. Walistimta'u, na kustarehe na huyo mke mwenye hedhi, bima baina surrati warukba, sehemu ambayo ilikuwa bainani ni kitovu na magoti mawili, ni haramu sehemu hiyo. Ama juu na sehemu nyingine za chini inaruhusiwa kustarehe naye, lakini sehemu iliyokuwa baina ya kitovu na magoti ni haramu wakati huo akiwa na hedhi. Wayahrumu, na vile vile ni haramu ala aljunubi, kwa mwenye janaba, 5 ashya, mambo 5 mwenye janaba hatakikani afanye. La mwanzo as-sala, kuswali haruhusiwi mpaka akakoge akajitoharishe. Wa qira'atul Qur'ani, na kusoma Qur'ani pia mwenye janaba. Ile kusoma Qur'ani tu asema amesijaushika, lakini ndiyo hajaushika. Ile kusoma kwa hifdhi pia haruhusiwi mpaka akakoge. Wa massul mushafi wa hamluhu, na kugusa msahafu. Wa hamluhu, na kubeba. Ikiwa kugusa tu ni haramu, je kubeba ndo kabisa. Watawafu, na kutufu, na yeye pia hivyo hivyo, sababu tawafu ndo kama swala tuliyopita. Mwenye janaba huyu, lakini tunamzungumzia sasa hivi. Walubthu fil masjidi, na kukaa msikitini pia haruhusiwi huyu, kwa sababu ana janaba. Mwenye janaba haruhusiwi kukaa msikitini. Akaendelea wayahrumu ala almuhdithi, sasa anamzungumzia aliyekuwa hana udhu. Mwanzo kamzungumzia mwenye hedhi na nifasi, alafu akamzungumzia mwenye janaba. Sasa anamzungumzia mwenye nini? Mwenye nifasi, mwenye alikuwa hana udhu, mwenye hadathi ndogo.
Mwenye hedhi ni haramu kwake mambo matano. Mwenye janaba kasema mambo samahani, mwenye hedhi na nifasi ni haramu kwake mambo 8 kama alivyosema mtunzi. Mwenye janaba ni mambo matano hayo aliyotaja sasa hivi, na sasa hivi anazungumzia mwenye hadathi ndogo, maana yake alikuwa hana udhu. Yeye anasema hivi, wa yahrumu ala almuhdithi thalathatu ashya, na ni haramu kwa mwenye hadathi ndogo nao kutokuwa na udhu mambo matatu: as-salatu, swala, wat-tawafu, na kutufu, wa masul mushafi wa hamluhu, na kuusa msahafu na kubeba. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.